Wewe. Hivi bosi wako anajua kile ulichofanyia binti yangu? Hapana. Wewe umekuwa kijana wa ovyo sana wewe. Unapata wapi ujasiri wa kutembea na binti yangu akiwa katika hali kama ile? Wakati huko mitaani kuna wasichana wengi wazuri tena wenye akili timamu. Wewe mtu wa wapi wewe? Sinaongea na wewe. Wewe kabla gani? Wewe mzee. Kwani mzee vipi? Na kwa nini unajiamini kiasi hicho? Unanichukuliaje kwanza wewe? Yaani mimi niko huko na kusikia unakoroma kwenye imaya yangu, unaongea maneno yanakutoka. Yaani kama vile uko kwako. Yaani wewe mzee unaona kama vile unanimudu, unaniweza, unafanya unataka wewe. Mimi nimpa adhabu mtu wangu, wewe umekuja umemponyesha, umekaa unazungumza naye. Wewe unajikuta kama vile una mamlaka wa kila kitu. Wewe una nini wewe? Yaani wewe mzee, yani bora hata ungekufa mapema tukajua umekufa, tumekuchoka. Tukabaki tuna jina lako. Yaani unapenda kunivagaa, unapenda kunizoea, unapenda kunitawala kama vile unanijua kiundani. Wakati tumekutana kimjini hapa hapa, lakini unataka kujifanya unanijua, unaniweza kila kitu wewe kwangu mimi unakimudu. Nisikilize mzee, mimi sikuogopa hata kidogo. Alafu hapa ni sawa sawa umeenda kwenye ofisi ya mtu. Ukienda kwenye ofisi ya mtu lazima uweke mikono nyuma kama umeenda kuomba kazi. Utawala ni kwako na sio kwangu, umeelewa? Unakuja hapa unabota mwako tu, unabota kama ukiwa si una akili vile. Sitaki mazoea kipumbavu. Kwangu uwe na mipaka ya kuzungumza. Kwanza ulipaswa unisubiri. Uniulizia, unisubiri, uningoje. Unieleze shida yako na kusikilize. Sasa unapiga kelele tu hapa kwenye imaya yangu. Na mimi naweza kufanya kitu chochote kile, nikakutwanga wewe, nikakupiga wewe, nikakutengua ninavyotaka mimi, na uweze kusema chochote. Watu wakija hapa nasema huyu baba mwizi. Kaja kulibia kuku wangu. Na wakiangalia ni kweli umetoka wapi wewe? Tuhesabu mbaliga zako mpaka hapa hatua ngapi? Wewe mchokozi na ni mwizi vile vile. Huna sheria yoyote ya kunifanya chochote kile, na maamuzi kufanya lolote. Kwa hiyo hapo funge domo lako uwe na adabu. Umemaliza? Nimeweka kituo. Wewe. Hebu zungumza. Maana huyu si mama yako, si bosi wako, simuelewi. Anasema amekupa adhabu. Hebu niambie nini kinaendelea? Hapana mkuu. Hajaniponyesha huyo mzee. Mimi nilikuwa naendelea na adhabu yangu ile ile na nilikuwa huko nyuma ya banda. Mpaka Dola alipokuja kuniita kwa anaitwa na mkuu Kipesile. Yaani Uncle Maiti wewe nishukuru mimi. Bila mimi wewe ungebaki hivyo hivyo. Mimi nimekuombea msamaha kwa mkuu Kipesile, nikampokea, nikamwambia mrudishie nyama zake Uncle Maiti. Kwa hiyo nataka kuniambia Kipesile amekuponyesha wewe? Ndio mama mkuu. Una bahati sana wewe. Wewe. Sasa unaenda wapi? Unataka niende wapi? Kuna una adabu wewe. Au unachukua mimi saizi yako? Mwenzio. Mjinga mwenzio. Mimi sikuja kupelia hapa kushawala kushangaa. Na kwanza kushangaa hapa nishangae kitu gani? Mmoja kwa sababu kuna jambo limenileta. Sasa mimi nitajua kama kuja na shida zako. Na wewe unakuja kwangu hapa umekaa kwenye kiti umekunja nne, unabonya maneno kutoka, ina maana umependezwa na mazingira. Kwa hiyo endelea kukaa utalii. Si ndio kilichokuleta? Kaka, vipi ndugu yangu? Kwema? Kwema kaka. Hizi njia huku mimi nilijua labda utapotea kaka. Sio kwamba ulijua nitapotea, nimepotea. Si ndio maana umenifuata huko. Maana pale wakati tunaelekeza nilikuwa pale. Sasa uliponiambia kwamba nakuja hivi, hiyo njia uliyokuja nayo mimi nilikuwa sijaiona bado. Basi mimi nikasema nimuwahi ndugu yangu kabla halijatokea jambo. Maana vichochoro vya huku mimi navijua. Na watu wa huku nawaelewa vizuri. Kuna jamaa anaitwa Pangalakaba hapa kati. Ukikutana naye wewe umeisha. Vipi lakini kaka? Maana jambo lako limenishtua kidogo. Nimekaa nimetafakari vile ulivyonieleza. Nikaona huyu mtu anasema kwamba anataka aje kukaa kwangu kwa wiki au siku 2-3. Nyumbani kwake kuna wakwe sijui anakuja kukaa hapo. Nimejiuliza kwema? Naweza nikasema ni kwema kwa sababu kama ambavyo nimekuelezea.
wazazi wa mchumba wangu wamekuja pale nyumbani na wakaniambia kwamba watakaa pale karibia wiki. Na kilichowaleta ni kwamba wana mgonjwa amelazwa hospitali. Kwa hiyo na huku hawana mwenyeji. Kwa hiyo sasa baada ya mimi kupigiwa simu na mchumba wangu akaniambia kwamba wazazi wake wako hapa mjini na akawa ameniomba hilo jambo, nikaona basi tu waje waishi pale. Lakini na mimi nikajiangalia kwa pande mwingine, sio vizuri kashinda na banana pale na wako. Sio vizuri, ndio maana akasema hapa nifunge safari nije kwa ndugu yangu hata nikaa hata wiki wakati mambo mengine nione anaendaje. Hiyo familia cheche kaka. Na ukiwachekea hao inavyoonekana watakutoa kibiongo. Kwa sababu familia kabla hata mtoto wao haujamuoa tayari wanakuja nyumbani. Je, ukimuoa si watahamia kabisa? Mimi naona tu ni kawaida kwa sababu wana mgonjwa, kwa hiyo kawaida tu. Basi poa ndugu yangu, mimi nimekuelewa. Na nikukaribishe nyumbani, lakini sasa hivi kidogo nilikuwa na kipengele. Maana hapo kati hapo kuna ofisi nimeifungua ya Gele. Na nilikuwa na vijana hapo nilikuwa nafanya nao kazi. Sasa kwa kuwa huu muda wa kufunga bado, mimi naona nikikupeleka pale utakaa sana. Hapa sasa hivi ninachokiona labda nikupeleke kwanza nyumbani, ubaki pale unisubiri. Alafu nikishamaliza shughuli zangu mimi nije tuongee vizuri. Na wewe unalionaje? Ni kweli bora hata tuwe nyumbani mimi nipumzike, maana usafiri wa huko ni hatari. Fresh, sema hiyo familia yako hiyo ndugu yangu, kuwa makini nayo. Achana na wakwe zangu bwana, twende. Fresh, leo tukusaidia begi bwana. Shukrani sana. Bye. Karibu kaka. Hapa ndo nyumbani. Nini wewe? Vita bado ni kubwa kati ya huyu jamaa mwokota makopo na kile kidemu chake. Yaani hapa huyu dada unaambiwa ana wivu. Sasa sijui tumuite ni mshangazi au tumuiteje, kwa sababu huyu bibie ndiye anayetoa pesa za kuweza kumlinda na kuweza kumpa huyu jamaa ili aweze kusurvive kimaisha, na yeye ndiye aliyeweza kumbadilisha. Lakini je, sasa hapa maana tukisema mshangazi basi ungekuwa mshangazi kweli. Sasa sijui tukiite kitoto cha 2000 lakini kishangazi cha 2000 inawezekana tukiite cha 2000. Basi kama unaikubali kapo hii inaitwa kapo mapicha picha. Kama unaipenda na unapenda nini kinachoendelea, wewe bonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, alafu mwaga makopa yako hapo. Baada ya kumwaga makopa yako, kaa utulie na uendelee kuona nini kinakuja kutokea, maana ni visanga vingi sana vinakuja kulipuka hapa. Sijui kama kuna mtu ataweza kuchomoa katika hili. Basi bibie akaona huyu mbona ananichezea, huyu mbona ananiletea michezo, ngoja nimletee mapicha na mimi. Kitu alichoamua kukifanya ni kumwambia kwamba wewe hivi unanichukuliaje? Yaani yule Tahira pale, niambie, ni mpenzi wako au alikuwa ex wako? Imekuwaje akuone wewe tu aanze kuchanganyikiwa, mara kutumia mabusu ya angani, yaani kila kitu akufanyie wewe? Kwani hajaona wanaume wengine? Jamaa akamwambia, mpumbavu mkubwa, achana na mimi. Kama unaona huyu Tahira ni mwanamke ambaye mimi ananifaa, basi achana na mimi, ngoja niondoke. Hivi vipesa vyako unavyotaka kunipa visikutie jeuri. Lakini bwana, siri imefichuka. Kumbe Halima alikuwa anamtafuta bwana yake, na mzee akawa amemtuma aende kwa bwana yake. Mara ghafla vabinivu, Halima alikuwa amekutana na Anko Maiti. Kumbe bwana, ile siku Anko Maiti alienda kuchachua bwana.
alienda kupiga mchachuzo kwa Halima. Wakati Halima amekuwa zezeta, Anko Maiti akaenda kupiga mchachuzo. Sasa lakini tunakumbuka Halima hakupaka ule unga. Kwa hiyo endapo angepaka angezidi kuwa zezeta. Kiuhalisia Halima hakuwa msukule kamili wala hakuwa zezeta kabisa, kwa sababu hakupaka ule unga. Kwa hiyo kitu chochote Anko Maiti alikuwa akikifanya, Halima alikuwa anajua. Ila tu sasa hivi Halima ameweza kupata uchizi kidogo. Uchizi huu ni uchizi wa kuamrishwa, kwamba yani hapa akili yake inaendeshwa. Kwa hiyo kitu alichoweza kukifanya mzee baba yake na Halima ni kumuendesha kiakili na kuishika akili yake ili kumpeleka kwa yule mtu ambaye amempa mimba. Basi wakati Halima anamwambia Anko Maiti, nimekumisi mpenzi wangu, Anko Maiti akageuka huku na huku akamwambia, nimekumisi pia. Lakini Halima, wakati nafanya yale yote ulikuwa unajua na ulikuwa unaelewa. Ina maana siku zote ulikuwa unaelewa na kusema usemi, si ndio? Lakini imekuwaje tena? Halima, mara ghafla Anko Maiti akawa ameshikwa mkono kwa nyuma. King king, kumbe alikuwa ni baba yake na Halima, baba yake na Buda. Basi mjomba yake baba yake mdogo Kipesile leo alikuwa anahama nyumba. Je, unataka kujua nini kinachokuja kutokea? Wewe usiache kubonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, uweze kuweka komenti yako. Basi bamdogo akaona mtume nje Kipesile, akamchukulia chumvi. Kipesile akamwambia sawa, hamna shida. Akatoka zake nje akaenda kuchukua chumvi. Bamdogo akatoa begi lake nje akaenda kulificha. Lakini bamdogo sidhani kama atakuwa anapatia mpango wake, maana huyu mtoto ni mchawi. Kwa hiyo anajua hisia zote ambazo wewe unazo. Mchawi huwa anagundua hisia zako. Labda kama unataka kufanya jambo, fanya kwa surprise bila kuliongea. Lakini ukiliongea tu, tayari atakuwa tayari ameshaelewa kila kitu kinachohusiana na wewe. Basi hapa bamdogo akaona sasa tayari nimeshaficha begi langu nje, mimi ninachotakiwa ni kuondoka tu. Akaingia zake ndani akajiweka sawa. Basi akatoka zake nje akawa anamwambia Kipesile, haya baadaye. Kipesile akamuuliza, bamdogo, kwani unatoka? Bamdogo akamwambia, ndio natoka, sichelewi sana, kama dakika 5 hivi nitarudi. Basi bamdogo akatoka zake nje. Alipotoka nje akawa anaongea kimoyo moyo, Kipesile, na kuacha, natoroka, kwa maana nimehangaika sana na wewe kwa siku kadhaa, lakini hakuna chochote ambacho kimeweza kutokea katika upande wangu. Nimeona bora niweze kuondoka, nikuache. Lakini hapa ninapokuacha inakuwa kama nimekuacha jangwani, kwa sababu kodi inakaribia kuisha. Humu ndani hakuna unga wala mchele. Kipesile, lazima utakula mende, yani utakula mende. Mimi naondoka, ngoja nikakae huko mbali, wewe uendelee na mambo yako, maana vyote nilivyoweza kuvizuia kutoka kwako umeshindwa. Uchawi umeshindwa kuacha na heshima hauna. Basi kama unamkubali baba Buda na unampigia saluti, unaona kabisa anachokifanya kiko sawa, wewe bonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, uweze kuweka komenti yako hapo chini. Asante. Basi bwana, mzee alipomkamata Anko Maiti akaja naye moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Lakini mzee alikuja na Halima na kumwambia kwamba, Halima, una uhakika ndo hapa? Halima akamwambia ndio. Basi mzee akatoa simu yake na kumpa Halima, akamwambia, toa hela, rudi nyumbani. Mambo ya kuja huku, mambo ya hapa niachie mwenyewe, wewe rudi nyumbani, mimi nitajua nitarudije. Basi mzee akaja moja kwa moja kwa Anko Maiti. Alipofika tu akaanza kumuuliza kwamba, wewe? Anko Maiti akashtuka kwa uoga na akamwambia, hivi unayomfanyia binti yangu bosi wako anajua kweli? Anko Maiti akasema ajui. Mara ghafla akatokea mama Kipesile akaanza kumchamba huyu baba.
Mama Kipesile ni noma, alimchamba sana. Lakini wakati anaendelea kumchamba, mama Kipesile akamwambia, hivi afu wewe ni nani kakwambia umrudishie nani yake huyo? Komaiti akamuelezea kwamba sio huyu mzee, ni Kipesile ndiye aliweza kumrudishia mwili, sio huyu mzee. Basi mzee akawa ameongea sana, lakini mwisho wa siku bi mkubwa akaondoka, akamwacha huyu mzee anaendelea kukaa pale kwa sababu tayari ameshamletea dharau. Lakini bosi wa huyu kijana ni yule mama yake na Kipesile. Kwa hiyo mzee lazima akae aongee naye na wajue nini kinaendelea. Lakini huyu mzee, ile mimba aliyokuwa nayo Halima kwake ni faida, anataka kujua tu asili ya huyu mtu, na tayari inaonekana ameshajua kwamba huyu sio mtu wa kawaida, ni maiti. Kwa hiyo baada ya baba yake mdogo Kipesile kuweza kutoroka, leo akawa amekuja kwa rafiki yake. Basi alipofika huku akaanza kuleta mbwembwe, akaanza kuleta njenje, akaanza kuleta na nyenye, lakini kimemlamba. Unajua nini kimeweza kumkuta huyu jamaa? Basi rafiki yake alipokwenda kumpokea kule alipokuwepo, kitu alichokifanya akamwambia, twende nikupeleke nyumbani ili tukifika uwe uweze kupumzika, mimi niweze kuendelea na kazi zangu. Basi baba yake mdogo na Kipesile bwana, kitu alichoweza kukifanya ni kwamba kutoka pale wakaja moja kwa moja mpaka nyumbani kwa jamaa. Basi walipofika tu wakiwa wanaendelea kupiga stori huku wanaelekea getini. Je, unataka kufahamu? Basi bonyeza neno subscribe, kisha uweze kulike, uweze kushare, uweze kuweka komenti yako. Alafu hapo chini weka makopa na utuandikie nani unamkubali zaidi katika hii movie. Nani unamkubali katika hii movie? Alafu weka makopa yako hapo chini. Kama unamkubali Baba Buda, mwaga makopa yako. Basi baada ya hawa kuweza kufika getini, ili wanafungua mlango tu, baba yake mdogo na Kipesile anaingia tu ndani, anamkuta Kipesile alishafika, tena amevaa nguo nzuri, ameulamba. Basi huyu jamaa akaanza kuuliza, wewe vipi? Una matatizo gani? Baba yake mdogo akawa hana hili wala lile, hana uwezo wa kujibu, hana uwezo wa kuongea, kwa sababu cha kwanza alimwacha Kipesile anakula, alafu cha pili hakujua wala hakumuaga Kipesile anakwenda wapi. Lakini anashangaa anakuja kumkuta Kipesile ameulamba, tena amevaa vizuri na anamgoja pale. Hapa kuna kisanga na mtiti, mimi na wewe twende pamoja ili tuweze kujionea nini kinaendelea hapa. Je, baba yake mdogo nini kitamkuta hapa? Twende pamoja mpaka mwisho ili tuje kuona nini kitakuja kulipuka.
Thank you.